Kuna mapenzi yanaanza kwa furaha, lakini yanaisha kwa machozi. True love, yeah, yeah. Nilijitoa kwako moyo wangu wote, nikakupenda zaidi ya maisha yote, lakini mwisho wake umeniacha na maumivu. Kila nikikukumbuka napoteza nguvu. Uliniambia mimi ndiye wa mwisho, leo umeniacha kwenye giza la huzuni mno. Na kila picha yako nikiangalia, machozi hunitoka bila kujizuia. Kwa nini ulifanya? Baby, nilikuamini kuliko kila kitu duniani. Leo hii nimebaki mwenyewe nikizungumza na ukimya wa usiku. Mapenzi si mchezo, oh, yanaweza kujenga au kubomoa. Moyo nilipenda kwa dhati kabisa, lakini mwisho nimeumizwa vibaya. Oh, baby, narudia, usimuumize anayekupenda, maana siku akiondoka utajuta kumkosa milele. Wow, Mike. La siku. Safi. Vipi maisha? Unaendaje? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Na huyu mtoto ni nani? Huyu mtoto wangu. Mike, unataka kumaanisha umeoa? Long time. Shawa kitambo sana. Tuachane na hayo. Mike, naweza nikapata muda wa kuongea na wewe? Mike. Sikia. Tutakie tu siku njema. Bye. Tunaweza tukazungumza. Umeniumiza baby, siwezi kudanganya. Moyo wangu naungua kama moto wa nyika. Nilikuamini kuliko watu wote duniani. Leo nimebaki na maumivu moyoni. Nilijitoa kwako asilimia zote, nikawa wako siku mpaka asubuhi. Kumbe nilikuwa napenda peke yangu. Wewe ulikuwa unacheza na hisia zangu, ukabadilika ghafla bila sababu. Mapenzi yakageuka machozi na tabu. Kila nikikumbuka nashindwa kulala. Jina lako linaniumiza balaa. Oh baby, why? Unanifanya nilie usiku kucha. Oh baby, lie. Ahadi zako zilikuwa za uongo tu. Why? Moyo wangu bado unaumia. Lie. Nimebaki na machozi tu. Kila mtu anasema nisahau, lakini moyo wangu bado upo kwako. Najaribu kucheka mbele za watu, lakini ndani nimejaa maumivu. Mapenzi yamenifunza mengi, sio kila anayesema nakupenda ni wa kweli. Wengine wanakuja kama malaika, mwisho wanakuacha na kilio cha milele. Oh baby, why? Unanifanya nilie usiku kucha. Oh baby, lie. Ahadi zako zilikuwa za uongo tu. Why? Moyo wangu bado unaumia. Lie. Nimebaki na machozi tu.
Boss. Umetikia wito? Isa, Boss. sheria za kazi uzijui? Nazifahamu boss. Mkataba wako unasemaje? Kwenye kipengele gani boss wangu? Wewe unajiona uko sawa? Samahani boss, unajua huko tunakopitia. Samahani boss wangu, haitojirudia tena. Samahani boss. Siku nyingine sijirudie. Na shida boss, ina shida. Kuna majukumu hapa natakiwa nikupatie. Kuna gari mbili zinakuja. Hakikisha mzigo umeusimamia na mahesabu utanipa. Haina shida boss wangu. Hiyo limeisha, ondoa shaka kabisa. Sawa, nimekuelewa. Lakini hiyo tabia naomba isijirudie. Haina shida boss. Tutahakikisha kila siku nafanya kazi. Nafanya kazi. Unaweza kuendelea majukumu yako. Sawa boss. Hapa hapo. Unakuja nyumba za watu bila taarifa. Na kuuliza. Baby. Kwa hiyo unataka kuniambia huyu mwamba anapajua hapa, ndio? Aliyemwelekeza hapo huyu ni nani? Sijui ile jitu limefikaje hapa. Usiniambia ujui limefikaje wakati amekuja direct kagonga kaingia ndani, ina maana anajua kabisa hapa ni kwa nani, si ndio? Hata mimi sifahamu. Yaani sio mwenyewe mbaki na shangaa. Unaona mimi mtoto mdogo kwamba sielewi wala sitambui, si ndio? Umeota mapembe. Unataka urudi Uswahilini. Umesahau ndiko kutoa, si ndio? Hapa kandani, si ndio? Ningekuwa najua ujio wake, kwani ningemruhusu afike hapa na upo kweli? Kwani tukosane kwa sababu? Sasa sikiliza nikwambie. Tabaki na huyo mpuzi wako. Hapana, usifanye hivyo. Siwezi. Na nikwambie tu mimi na wewe kuanzia muda huu hatutoweza kuwa na mahusiano ya aina yoyote ile wala mawasiliano ya aina yoyote. Tena utakaponiona mimi, naomba unione kama umeona maiti ambayo imekufa muda mrefu. Shwai wewe.
Ndio ulichokuwa unakitaka, si ndio? Hivi kwa nini wewe unapenda kufuatilia maisha yangu? Mike, nani kakuelekeza hapa? Naomba utoke. Ina maana kwamba mambo tuliyofanya mimi umeyasahau. Isitoshe, yaani nasoma chuo na pambania ndoto yangu mimi na wewe. Kutumiza ahadi yetu, lakini leo hii unakuwa mtu wa mstari wa mbele kuvunja ahadi yetu kwa sababu ya mtu. Kwa mtu kwa sababu ya pesa. Toka lini maskini akawa na ndoto? Wewe unaweza kuwa na ndoto na mimi? Hebu jitizame juu mpaka chini. Sasa hivi wewe ni hadhi yangu. Utanipa nini? Lina. Kwa sababu ya Mike, nakuomba utoke. Mike! Leo unanifukuza. Nasema toka. Sawa, mimi naenda. Ya kumbuka. Bila ikutani, ndio nakutana. Kwa kipi? Nikukumbuke kwa kipi? Toka! Toka! Una kitu unakaa unanisumbua, unaniharibia maisha yangu. Toka, toka! Ila mimi nimekuja na habari njema leo. Habari gani hiyo njema? Hebu keti kwanza, nakulipa hizo habari. Una hamu ya kuzisikia? Ya, nabii nikutegea sikio. Habari njema. Habari gani hiyo unataka kuniambia? Kaweza mimi. Nimekutana na Mike leo. Mike yupi huyo? Mike yule alikuwa mnawasiliana mara kwa mara kwenye kile mimi niko chuoni. Lina bwana. Jamaa unataka kuniambia kwamba mimi nikiongea na mtu kwenye simu ndio nafahamu sura? Mike yupi huyo? Haya. Kaka. Sema tulipowahi kuja huku, nadhani tulibishana. Mike alishawahi kufika huku. Lakini nakuchaji mdunia. Huyu ndio Mike ambaye unamzungumzia? Kwa mimi kijana namfahamu. Kumbe unamjua. Mike huyu unayemsemea hapo ni kijana wangu wa kazi. Mbona ni jambo jema kama unamfahamu? Una maana gani? Kuna jambo kaka nataka unisaidie. Nataka nirudishe mahusiano yangu ya mimi na Mike.
Isitoshe kaka, mimi mwanzo nilikudanganya. Mimi wala sikuwa na mfadhili. Chanzo cha kuvunja mahusiano yetu ya mimi na Mike nilimsaliti. Kwa nini kwanza ulimsaliti Mike? Na kitu kingine, kwa nini ukuniambia? Kakaangu, utanisamehe sana. Sikuongopea kwa makusudi, wala haikuwa dhamira yangu. Nilikuficha vile kwa sababu kipindi kile kulikuwa na wakati mgumu sana. Niliona nikikuweka wazi nitakubebesha mzigo mkubwa sana na ningekuongezea dimbwi la mawazo. Ikabidi nikudanganye kuwa nimepata mfadhili ambaye atanisomesha, lakini haikuwa hivyo. Huyo ndio ilikuwa chanzo na sababu cha kuvunja mahusiano yangu ya mimi na Mike, kwani alikuwa ni mtu wangu. Ilibidi nifanye hivyo ili kuweza kutetea elimu yangu. Usijali. Moja tu kwako. Sasa sina mtu mwingine yoyote wa kumweleza wala kumkimbilia. Wewe ndio babangu, wewe ndio kila kitu kwangu. Shida yangu kubwa, naomba nirudishe mahusiano ya mimi na Mike. Nakuomba kakaangu, nakuomba kaka, na ni njia rahisi, unamjua, unaweza ukanisaidia kaka. Nisaidie niweze kushirikiana tena na Mike. Fanya kazi yako, unaweza, japo tayari ana familia. Nakuomba kakaangu, niko chini ya miguu yako. Naomba kaka, nisaidie niweze kudumiana na Mike. Nakuomba kaka, nisaidie kaka. Nakuomba, bado nampenda. Nakuomba kakaangu. Kaka, nisaidie. Tafadhali naomba usilie. Unanisikia? Mimi nitakusaidia. Sihitaji kukuona unalia. Unanisikia? Anafikia na mtoto. Usijali, hebu futa machozi. Chozi lako sio maji tu yanayotiririka ovyo ovyo. Naomba usilie. Wewe ni ndugu yangu, ni damu yangu. Kukusaidia mimi na wafurahisha pia wazazi huko walipo. Kwa hiyo acha kulia. Mimi nitahakikisha Mike anakuwa mikononi mwako. Kaka, utafanya nini? Utapigana vipi ili niweze kuwa naye? Hebu niambie, tutafanyaje? Mbona unachelewa kazini? Na chai inapoa ujue.
yani kabisa mimi ile hapo napanga kabisa. Yaani tunaangaliana mimi na kwa. Wewe unazidi kuchelewa. Sawa. Watu wawili baada mtu kuongezeka hata kwenye mtoto basi hawezi kukubali, yaani kumtoa kule tumlete hapa. Yaani yeye mwenyewe anakwambia hata siku akifika aliko pale nyumbani kwake, unaanzaje kumshawishi mtu namna hiyo kumtoa kule kumleta kwangu hicho? Yeye ni mama yetu, sasa naitambua vizuri. So sisi tuna kila namna ya kumshawishi kuishi naye, kwa sababu kule yuko peke yake, naenda kumsaidia. Sasa ila ilikuwa ni kama tu ushauri kwa bosi. Bosi. Naam bosi. Naam. Kia. Kuna kazi nahitaji nikupatie. Okay. Unahitaji uifanye kwa haraka sana. Sio, unaelewa? Ndio. Nahitaji mpige mic picha pamoja mkiwa na Lina. Sawa? Picha? Ya, namaanisha picha. Nazihitaji kwa haraka sana. Picha za Mike tena bosi? Usiwe na wasiwasi. Maana kazi hiyo hata mshahara wake ni nje na mkataba wako. Ina maana posho yake ni kubwa sana. Okay, sawa, nitaifanya. Usiwe na wasiwasi, wewe fanya kazi bila wasiwasi kabisa. Haina shida bosi wangu, haina shida, limeisha hilo. Sawa. Ya kwangu ilikuwa ni hilo. Au na lingine wewe? Kiposho labda hela. Kafanye kazi. Asubuhi bosi. Kafanye kazi. Haina shida bosi wangu. Sawa.
mimi siwezi kudanganya. Moyo wangu naungua kama moto wa nyika. Nilikuamini kuliko watu wote duniani. Namuulizia Mr. Bora. Na miadi naye? Mwambie Lina. Hello boss. Kuna mtu kwa nini anataka kuona na wewe? Okay. Madam Ipane. Karibu tupo. Asante. Za utokako? Salama sio ya. Tunaona leo umetembelea ofisini kwangu. Vipi, umesharipoti ofisini kwako? Tayari kabisa nimesha ripoti. Na Jumatatu Mungu akijalia anaanza kazi. Jambo jema. Nadhani nimekuja muda mwafaka. Vipi kuhusu sala lako? Okay, sawa, nimekumbuka. Vipi lakini umejipanga? Kaka. Siku zote nazi yaishindana na jua. Nazi ni laini tu kwa ndani, lakini kwa nje. Wewe kwangu ndio baba, ndio mama. Naomba unifanikishie sala langu kaka, ili moyo wangu uweze kutulia. Bado nakuhitaji. Usijali. Naelewa hisia zako, wala usijali. Dakika moja. Mr. Mike. Samahani, unaweza kufika ofisini kwangu mara moja? Njoo mara moja. Bye. Habari zingine, unaona habari zako ni kila wewe. Kaka. Sikuchakumbia. Yaani baba wewe ndio kila kitu, yaani nikamishia furaha yangu, shida yangu mimi. Hamna kitu. Niwe ndio sawa. Basi sijaelewa. Asante boss, nimesikia hivyo hapo. Mr. Mike, unajua hizi biashara zetu huwa zichagui mtu afanye naye kazi. Ya ndio ni kwa siku ya leo boss wetu ni Madam Lina. Mr. Mike. Ndio boss. Tumebakiwa na boxi ngapi za pembejeo? Ziko 400 boss. 400. Ndio. Okay, sawa. Hizo boxi utafungia Madam Lina. Madam Lina. Ndio msabuni. Acha. Tabaki sana. Maana boxi ambazo zimebakia ni chache sana. Ndio maana nimefanya jambo la muhimu na la maana kwa muda mrefu. Ndio msabuni. Mike ni kijana wangu. Atakuongoza mpaka utapata usafiri. Ukabidhi kwake na maana kwamba atakufikishia mzigo wako ofisini kwako. Asante sana Mr. Boni. Mimi napenda kukushukuru. Ndio maana nimechagua kampuni yako ili uweze mzigo wangu kufika salama. Nashukuru sana. Asante.
Mike, boss. Hebu ongozana naye. Sawa. Sawa. Sasa msabuni. Naam. Tutawasiliana. Hata tatizo. Hapo. Na penzi likaanza kupoteza thamani yake. Kama ungejua maumivu ya moyo, usingecheza na hisia za mtu. Maana penzi halipatikani kirahisi, likiondoka. Ni kosa gani nisilosamehe? Kumbuka bado nakuhitaji na nimejifunza kulingana na makosa. Dina, nishakwambia nina mke na mtoto, kifupi na familia. Kama kwa sababu ya business ndio kufanya business. Kama sababu uhusiano kwa kweli hapana kwa kweli. Kumbuka ni mambo mangapi tunayafanya. Kuteleza mara moja tu na ni hukumu kwa kosa moja. Na nishakwambia nina familia. Mambo unayopitia sasa hivi wewe ndio mambo ambayo unapitia mimi hapo awali. Unisaidia kwa sababu siko na pesa. Leo Lina, sina mambo kupoteza hapa. Kaka yangu wakasema tutamrudisha kwako, nikajikuta naingia kwenye njia ya uongo. Nimeshakwambia nina familia, umesikia nani? Na heshimu ndoa yangu sasa. Lina, umesikiliza? Kwanza Lina, sina mambo kupoteza. Tuko leo kazi hapa sawa? Kama kuna kufanya business tunafanya business. Kama somo usiangu kweli hapa hapana, kweli hapana. Niliyempenda ndiye amenisaliti kabisa. Macho yangu yanalia bila sababu kuisha. True love imegeuka machozi ya maisha. Oh my, oh Aisha. Kuna watu wanaharibu penzi kwa wivu. Kilichobaki ni huzuni na lawama, na moyo kubeba maumivu. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Aisha nalia Mike, anajitetea, lakini picha zimeharibu kila kitu kwenye ndoa yao. Mlinzi alisema ukweli wote, mchongo ulikuwa wa Bosalina. Lakini je, mapenzi yao yatakoka tena? Sio kila anayetabasamu anakupenda. Usimuumize anayekupenda kwa dhati. Maisha ni siri nzito sana, na mapenzi yanahitaji uvumilivu. Ukimsikiliza unayempenda, labda mtaokoa future yenu. Yeah. True love story time. Haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Sorry, the number you have dialed is unreachable.
Asante. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Please try again later. Thank you. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Hapatikani. Mbona ananitisha? Kwani ampatwa na nini leo? Mbona sio kawaida yake? Hajai kuchelewa hivi. Mungu wangu. Yaani nahisi uoga. Sina amani kabisa moyoni. Mpaka mlima shida ni oh, come on. Saa sita najua wifi I'm sorry. Nikamsha kuna tunapisa basi. Umeona mimi nilikwambia kila kitu lazima nikiweke sawa. Hii michezo midogo sana kwangu. Umenikosha. Sikutarajia kabisa sikutarajia. Kangu niambie. Yaani kikubwa ambacho natakiwa ukifahamu, sawa? Wewe ni ndugu yangu. Furaha yako tu yani inatosha kwangu mimi. Kwa sasa hivi hata kazi ninafanya kwa amani. Nashukuru sana. Sina zaidi ya kukupa ndugu yangu. Wewe usiwe na wasiwasi. Yaani kikubwa usiwe na wasiwasi. Wewe umeshanipa jambo lako, nimeshalifanya. Ambacho natakiwa sasa tukisubiria ni majibu tu peke yake. Hebu kuwa happy kwa sasa hivi, kuwa na furaha. Ishi vile ambavyo unajisikia wewe. Mike ni kwako. Kakaangu, si hata nikupe nini. Yaani nina furaha, natamani kupaa vile. Siamini. Kazi kwako sasa. Kazi kwako. Mimi sina neno. Mimi sha play part yangu nimemaliza. Akili kumkichwa kupanga ni kuchagua mimi nimemaliza. Wow, nashukuru sana. Okay, sawa. Kuna mapenzi yanaanza kwa furaha lakini yanaisha kwa machozi. True love, yeah, yeah.
nilijitoa kwako moyo wangu wote, nikakupenda zaidi ya maisha yote, lakini mwisho weki umeniacha na maumivu. Kila nikikukumbuka napoteza nguvu. Uliniambia mimi ndiye wa mwisho, leo umeniacha kwenye giza la huzuni mno. Na kila picha yako nikiangalia, machozi hunitoka bila kujizuia. Kwa nini ulifanya? Baby, nilikuamini kuliko kila kitu duniani. Leo hii nimebaki mwenyewe nikizungumza na ukimya wa usiku. Mapenzi si mchezo. Moyo nilipenda kwa dhati kabisa, lakini mwisho nimeumizwa vibaya. Oh, baby, narudia, usimuumize anayekupenda, maana siku akiondoka utajuta kumkosa milele. Babe. Wife, nini shida? Simu yako inaita tena, alafu unajua namba ngine. Pokea, labda ni mambo ya ofisini. Dakika moja, nisikilize. Lakini ukweli umefichwa nyuma ya pazia la maisha. Picha zikatumwa usiku wa manane, ndoa ikaanza kuyumba taratibu, kimya kimya, kila mmoja akabaki na lawama, na penzi likaanza kupoteza thamani. Kama ungejua maumivu ya moyo, maana penzi la kweli halipatikani kirahisi, ikiondoka wacha kovu milele. Unataka nini? Mimi na wewe tushamalizana. Unataka nini kutoka kwangu? Naomba iwe mara, yaani ni mwanzo na mwisho unipigia simu usiku kama huu. Msingine wewe kupokelea uone. Acha mko wangu. Unajua hii ni simu ya kikazi. Kuna mzigo tuliosafisha leo. Kwa hiyo hujafika salama, labda nipigie simu muda huu. Hayo unafanya nini? Na mashaka na mimi. Tutoe bana, tuongee asubuhi. Basi.
Hello. Naongea na nani? Ukimaanisha nini labda sijakuelewa. Nikimaanisha kwamba sasa ujumbe unaokuelekeza utakuja au meseji yako sikuielewa. Na ndio maana nimeamua kupigia simu ili nijue ilikuwa inamaanisha nini. Huo mzigo labda unahusu nini? Sijakuelewa hapo kuhusu mume wangu. Yaani unamaanisha nini labda? Ndio kama brother alivyokuambia hapo awali. Ndio. Na ujio wako unanipa mashaka sana. Kwa sababu mimi namfahamu Lina. Ni mwanamke ambaye hakubali kushindwa. Na akiamua kufanya kitu, anafanya kweli. Ndio maana kama kuja kwa brother yangu hapa, unanishauri nifanye nini? Kwa sababu nashindwa jinsi gani ya kumwepuka huyu mwanamke. Wewe, hebu acha kunichanganya. Acha kunichanganya kabisa. Acha kunichanganya. Yaani naona sikuelewi. Yaani sielewi hata unachoongea. Alafu hii namba sijui umeitoa wapi na sijui imekuwaje mpaka umenipigia simu. Naomba ukome na iwe mwanzo na mwisho kunipigia simu. Usije ukarudia tena. Unanielewa vizuri? Na kuhusu habari za mume wangu, iwe mwanzo na mwisho. Huyo ni mume wangu mimi. Wewe anakuhusu nini? Amekuaje, sijui amefanya kitu gani? Wewe hiyo inakuhusu nini? Yaani kwanza umeanzaje? Yaani umeanzaje kwa mfano? Dada, tafadhali, naomba ujiheshimu. Sikujui, unijui, naomba tuheshimiane. Na hii namba ukiiona kwenye simu yako, ione kama kituo cha polisi. Koma kabisa. Mshenzi wa ngozi wa tabia mbwa wewe. Okay. Sasa mdogo wangu, swala la kumwepuka huyo binti liko juu yako wewe mwenyewe. Misimamo yako ndio kitu cha msingi, na kama ulivyonielezea historia yake uliniambia kwamba alikuwa ni mpenzi wako miaka ya nyuma kama 3 hivi. Ndio. Wakati mko chuo, na ndio aliokusaliti kwa sababu ulikuwa sina pesa. Una pesa. Jambo la kufikiria ni kutafakari kwamba kwa nini amerudi sasa hivi. Kipi hasa ulichozidi mpaka amerudi? Hilo ni jambo la kwanza. Mwanzo alikuacha kwa sababu pesa huna. Sasa hivi amerudi kwa sababu kidogo umejipata, uko vizuri. Yaani ni kipi hasa kilichozidi? Ni pesa ndio iliyofanyaje? Pesa ndio iliyozidi. Brother, kitu ambacho kitanifanya nikose amani moyoni kabisa. Ni kuhusu swala mimi na Aisha mke wangu. Ndio. Kwa sababu jana usiku Lina kanipigia kwenye simu saa 8. Kiasi kwamba ile simu ilimtia mashaka mke wangu. Na nimeshindwa kujua ni kwa nini anipigia simu muda kama ule. Na najua ni muda wa watu, mtu anaweza kashika simu, wamepumzika, watu kutoka kazini wamechoka, wanahitaji kupumzika na wake zao. Lina unamjua, na mke wako unamjua vizuri. Uko ni kuchagua yupi mwanamke sahihi ambaye anastahili, yupi ni mama bora ambaye anaweza akawa ana malezi mema kwa wanangu wanaokuja. Unajua usidanganywe na uzuri
usidanganywe na makalio, sura. Wanaume tunapofeli ni kuangalia uzuri, yani jinsi nitakavyotembea watu watasemaje. Hatuwazi future, yani watoto wangu watakuwa katika malezi gani. Yani pointi ya kwanza tu ni alikuacha. Kwa nini sasa hivi karudi? Na umemweleza kabisa kwamba una familia tayari, umeshatengeneza familia, ila bado anang'ang'ania. Wewe unafikiri lengo lake ni nini? Ni kutaka kukuharibia. Ndio maana rudia, misimamo yako wewe ndio itakayosababisha uvunje familia. Ikiwa legelege unavunja familia, na ukisimama kiume unaweza kumwepuka. Usiseme ni lazima aangushe familia yako, aivuruge familia yako, ila ukitaka wewe atavuruga. Kuwa na misimamo, mdogo wangu. Kuna jambo ambalo limemleta, sio bure. Tafakari sana. Sasa blaza, ndio nashukuru sana. Nashukuru kwa ushauri wako. Haya bwana, mdogo wangu, mimi nipo hapa. Bahati mbaya umekuta shemeji yako naye ametoka. Hata kija utanikuta, ila zingatia hilo. Sawa blaza. Shukuru sana. Salimie shemeji. Sawa blaza. Nitakuja kuwasalimia, najua nimewagaya. Ni kweli ni muda mrefu. Ila one day yes. Sawa blaza. Salimie. Sawa. Poa. Mike. Sielewi. Ina maana kuna kitu mume wangu ananidanganya. Hivi kwa kweli. Mimi tu ndo ninajichanganya labda. Labda akija mwenye atanieleza kitu. Mbona kama sielewi? Mbona kama sielewi? Mungu hawezi kunifanyia hivi. Hawezi kunifanyia hivyo bwana. Hivi sikuwa kweli. Sasa wewe.
niambie kuhusu hizo picha ni za nani? Aisha mke wangu. Hii swali pale tulizungumzie. Hizi ni picha tu. Ina maana una mwanamke mwingine tofauti na mimi? Aisha mke wangu. Unishike, unishika nini? Unishika nini? Unishika nini? Kumbe ndo maana sasa unachelewa sana kurudi nyumbani. Aisha. Kumbe hicho sana. Punguza hasira. Ukiwa unasema hatutoelewana, naomba punguze hasira mama yangu. Nakuomba please, nakuomba. Sio tukae tuzungumze, mbona rahisi hiyo? Mbona ni simple? Hizi ni picha tu. Wewe picha sio wewe. Aisha, nakuomba nielewe basi. Hili swala tukae tuzungumze. Unataka kuniambia picha zimeeditiwa? Zimeeditiwa sio wewe. Acha. Mike, kutegemea kama unaweza kumfanyia hivi. Sasa, kana wote Mapenzi ya kweli yakigeuka maumivu, Chazili na Mike, Aisha, true love story. Nilikuamini kuliko mtu yeyote duniani, nikaja kwako nikidhani bado mimi ni wa thamani, lakini moyo wangu ulipasuka pale pale mlangoni. Nikakuta mwingine ndani akijiita mke nyumbani. Ulinifukuza kwa maneno ya dharau na kejeli, machozi yakinitoka nikapoteza hata akili. Nikajiuliza, kweli mapenzi yana mwisho? Indonesem Pakuski au pesa na uzuri ndo wamua nani apendwi? Mapenzi ya kweli mbona yameniumiza? Niliyempenda ndiye amenisaliti kabisa. Moyo wangu unalia usiku kucha. True love imegeuka kuwa matoso ya dunia. Oh my, Aisha, kila mmoja anaumia kimya. Penzi likivunjika kwa hila na picha, mwisho wake huacha majeraha moyoni.
Aisha mwanangu, naona toka umetoka kwa mume wako wala huna wasiwasi kabisa. Hivi unafikiria nini kuhusu ndoa yako? Mimi kwa sasa hivi hamna ninachokifikiria zaidi ya maisha yangu mwenyewe ya kuna nilee mtoto wangu na nitafuta tu kitu cha kufanya ambacho kitaweza kutukinga maisha. Tofauti na hapo sina kingine. Sasa unaonaje mkionana na mzazi mwenzio mkayakaa mkayazungumza yakaisha? Mbona haya yanaisha, yanazungumzika? Mama, kwa kweli hilo siwezi. Nisiwe tu mnafiki, siwezi kufanya hivyo. Sidhani kama ninaweza. Hivi hauwezi kukumbuka kwa mfano marehemu baba yenu, mimi toka amefariki tabu ninazozipitia hivi angekuwepo baba yenu kweli shida zote hizi ningepitia mimi? Sasa unataka mjukuu wangu mweke kwenye wakati gani? Nilikuwa nakuomba mwanangu, sawa? Mimi nawategemea sana nyinyi. Pia hata katika malezi, mimi nitalelewa na nani? Umri unazidi kwenda. Kama mtafanya vitu kama hivi, maisha kama haya, mjukuu wangu umlee ovyo ovyo, umtenganishe na baba yake. Haya, mimi mwenyewe nitalelewa na nani katika uzee wangu? Mwanangu, hebu fikiria mara mbili. Misukosuko kwenye ndoa huwa haikosi. Hakuna ndoa isiyokuwa na misukosuko. Sawa, nitajaribu kulifanyia kazi. Shukuru sana kama umenielewa mwanangu. Yaani ni jambo jema sana. Sasa hivi saa 2 umelala. Samahani boss. Sasa usirudie. Nadhani mpaka unafanya kazi ulichagua mwenyewe. Boss usijirudie kabisa. Samahani boss. Samahani boss. Bila samahani. Unajua kuna tukio nimeliona limenichanganya. Tukio gani? Kipindi umekumbatiana na Lina, kuna mtu alikuwa anakupiga picha na ile kupiga picha ni Aisha. Aisha. Kuna kitu unachokizungumza? Ndio, na uhakika ndio nilishuhudia. Asante kwa taarifa yako. Bosi,
naomba kuacha kazi. Una sababu za kuacha kazi? Boss, nakuheshimu sana. Kiasi kwamba nilikuchukulia kama kaka yangu. Ila kwa mambo unanifanyia, nimevunja sana heshima yangu. Mike, una maana gani? Usijifanye ujiki ulichokifanya na Lina. Na isitoshe ukanificha kuhusu ndugu wako na Lina. Leo umeniacha kwenye giza la huzuni mno, na kila picha yako nikiangalia macho. Mike, una maana gani? Usijifanye ujiki ulichokifanya na Lina. Na isitoshe ukanificha kuhusu ndugu wako na Lina. Nashukuru kwa yote. Ninachoomba tu bosi wangu, niache kazi kwa amani. Okay. Nimesha kusikia na nimekuelewa. Nafikiri vitu vingine vyote umezungumza kwangu mimi naona kama vina maana. Wewe lengo lako si ni kuacha kazi? Utapita kwa HR, utaandika barua kuacha kazi. Empeta nyumba kwazi. Nakuuliza. Kwa hiyo unachakulia huyu mwamba anatakiwa aliyemwelekeza hapo ni nani? Sijui vizuri. Usijui limefikaje wakati amekuja direct kagonga kaingia ndani, ina maana anajua kabisa hapa ni kwa nani, si ndio? Acha msema. Umeota mapembe. Unataka urudi Uswahilini. Umesahau ndiko kutoa, si ndio? Kama kandani, si ndio?
Sasa sikiliza nikwambie. Utabaki na huyu mpuzi wako. Siwezi. Na nikwambie tu mimi na wewe kuanzia muda huu hatutoweza kuwa na mahusiano ya aina yoyote ile wala mawasiliano ya aina yoyote. Tena utakaponiona mimi naomba unione kama umeona maiti ambayo yamekufa. Shwai. Ndio ulichokuwa unakitaka, si ndio? Hivi kwa nini wewe unapenda kufuatilia maisha yangu? Mike, nani kakuelekeza hapa? Naomba utoke. Ina maana kwamba mambo tunafanya leo umeyasahau. Isitoshe, yanasoma chuo na pamoja ndoto yangu mimi na wewe. Tumiza ahadi yetu, lakini leo hii unakuwa mtu wa msanii wa mbele kuvunja ahadi yetu kwa sababu ya mtu. Kwa mtu kwa sababu ya pesa. Toka lini maskini akawa na ndoto? Wewe unaweza kuwa na ndoto na mimi? Hebu jitizame juu mpaka chini. Sasa hivi wewe ni ahadi yangu. Utalipa nini? Lina. Kwa sababu ya Mike. Mike. Leo unanifukuza. Nasema toka. Sawa. Mimi yakumbuka. Mimi kwa kipi? Nikukumbuke kwa kipi? Toka. Toka. Una kitu unakaa unanisumbua unaniharibia maisha yangu. Toka, toka. Aisha, hicho ulichokifanya unaona ni sawa? Unaleta mtu yuko na hali mbaya namna hiyo, akifia hapa hivi unajielewa kabisa ulichokifanya, unaona uko sahihi? Akitufia hapa tutampeleka wapi? Maisha yenyewe tulionayo haya yasogea twende. Hivi ni akili kweli uliyoifanya? Yaani mimi sijapenda kabisa.
Sasa mama, kwa hali ambayo mtu alikuwa nayo, isingekuwa rahisi kuweza kumwacha pale barabarani peke yake. Isitoshe ilikuwa ni usiku, ameumia. Hivi unadhani yani kwa ubinadamu tu ningeweza kumwacha katika hali kama ile mama? Isingekuwa rahisi hivyo. Ndio maana nikaamua tu kumchukua. Sasa tunafanyaje? Hapo sasa itabidi tumwangalie tu, hamna namna. Itabidi tumwangalie kwanza apone. Akishapona tutajua hali yake. Na atatueleza kuhusu yeye ni nani. Au mambo mengine mama tutajua akishaamka. Sasa hivi tumhudumie tu kwanza. Mike, samani. Kwani jana usiku ulikuwa unatoka hapa? Nilikuwa nakimbia maumivu. Maumivu ya kitu gani? Unajua Aisha, dunia inatufunza kupitia watu. In short, nimetendwa kiasi kwamba mpaka nikajihisi dunia nzima imenitenga na jamii kiujumla. Pole. Na siku zote watu tunaowapenda ndio wanaotuumiza zaidi. Kwa kuna jambo la kujifunza hapo. Na ni lazima ukubali maisha yaendelee. Nashukuru kwa maneno yako mazuri. Na pia unaonekana mcheshi. Sawa, basi tuondoke twende nyumbani. Unajua sasa hivi muda umeenda, tumekaa huko muda mrefu. Mama anaweza akawa tayari amesharudi. Ni kweli. Basi hamna shida, tunaweza kwenda. Vipi mwanangu? Mbona mapema hivi? Mama, jana nilikwambia unipe hela ya masomo ya ziada, ukaniambia utanipa. Hujanipa mama. Nizeeka mwanako. Nilisahau kabisa. Yaani hata sikumbuki, nilisahau mwanangu. Najua nimezeeka. Chukua hii hela sasa mpelekee mwalimu, nyingine tutatafuta. Kwanza tutafute eti. Haya mama, asante. Haya, asante. Wakae. Unajua unazingua sana msela wangu. Hivi kwa nini demu unapenda kumng'ang'ania tukiwa wote atupige michongo na kaona wazawaza kishamba, unamfikiria demu mwenyewe kusamini, demu haeleweki. Kwa nini unakuwa hivyo bigangu? Yule demu mimi nampenda. Yaani sio siri wangu. Ndio. Nagharamika kwa kila kitu kwa ajili yake. Sahihi. Na moyo wangu yupo yeye peke yake. Kwa hiyo yanipasa nipambane. Sasa sikia. Wewe demu unampenda? Mimi nakuachia wewe au vipi? Oh, mchumba si yule pale. Oh, sasa sikia. Wewe unaaminia? Unajikubali. Demu unampenda. Twenzao. Aisha. Nifanye nini ili unielewe? Kaya. Hivi wewe mbona ni mgumu sana wa kuelewa? Nimeisha kwambia sikupendi wala sihitaji mwanaume yoyote kwenye maisha yangu. Wewe kwa nini uelewi? Kwa nini wewe ni mgumu wa kuelewa? Hivi unajua ni machungu kiasi gani napitia? Unajua ni vingapi na vipitia? Vitu vingapi nimefanya kwa ajili yako ili uamini tu na kupenda? Jamani, naomba unielewe, sikupendi na sikutaki na wala sitakuja kuwa na mwanaume kwenye maisha yangu kama wewe.
Aisha. Nimeweka. Mike, nafikiri nifanye hivi. Halo? Halo Mike, rafiki yangu. Nani mwenzangu? Unaongea na Adamu. Adamu. Sasa sikia. Nilisikia umemaliza chuo. Na kwenye kampuni ninapofanya kazi kuna nafasi zimetoka. Nimependekeza jina lako. Nimependekeza jina lako. Sasa inatakiwa kesho asubuhi ufike hapa ofisini. Nashukuru sana. Sasa Aisha, rafiki yangu Adamu kanipigia simu na kaniambia kuwa kampuni ambayo anafanyia kazi yeye kuna wafanyakazi wanahitajika, na pia akapendekeza jina langu. Kwa hiyo kaniomba kesho atakiwa nifike. Kwa hiyo nitaondoka kesho mapema sana alfajiri. Kwa hiyo unataka kuniambia kesho unaondoka? Lazima niondoke mapema sana. Sawa. Basi wewe kapumzike hapo kama maandalizi ya kesho. Sasa Aisha, ndo kama unavyoona nasafiri hivyo. Mike, unataka kuniambia ndo unaondoka hivyo unaniacha? Ndio naondoka. Sina namna. Unajua nilikuzoea sana. Basi naomba ukienda huko usinisahau. Sawa, usijali. Mike. Baba, nikuja hapa mama yenu nimekuleta mwenzio. Pia ningependa kusisitiza sana kuvumiliana ni kitu bora. Kwa sababu yani kuachana kwenu kwa kweli inasikitisha sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba wanangu mvumiliane, maana kuvumiliana ni kitu bora sana. Hakuna ndoa isiyokuwa na matatizo. Hata sisi wenyewe tulivumiliana mpaka kufikia hapa. Hata majembe huwa yanagongana wakati watu wanalima. Pia hata glasi kabatini huwa zinagongana. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida katika ndoa. Ndoa ni safari ndefu sana. Ndiyo maana ndoa akawekwa Mungu ni watatu. Ni kamba ya mtu, yani mkishashikana ni kamba inakuwa ya mtu mmoja, mnakuwa ni mwili mmoja. Lakini watatu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu nilikuwa naomba muweke mbele. Yani Mungu ndio awe kiongozi wenu. Pia na wewe Aisha, jambo moja tu, ile picha tu kuiona mwanangu ikakutoa kwenye mudi ya ndoa kabisa.
kosa moja haliachi mke. Usipende kumhukumu mwenzio kwa muonekano tu. Tafakari kwanza, na subira ndio kitu kinachotakiwa kwenye ndoa. Haswa subira. Uwe na subira mwanangu. Unapoona jambo lifuatilie kwa kina, ama la muulize mume wako kwa utaratibu. Sasa wanangu, kwa kweli kosa ulilolifanya kwa mkeo, muombane msamaha, muombe msamaha mke wako, yaishe. Ingependeza sana watoto wangu. Ndoa ni kitu bora sana, kitu ambacho yani siku yenyewe Mwenyezi Mungu hushusha malaika wake, mbingu zinakuwa wazi, inakuwa kama vile ndo mmezaliwa upya. Ni kitu kikubwa sana. Msione ndoa mkafikiri ni kitu cha mchezo, yani kidogo. Yani ndoa ni kitu kikubwa sana wanangu. Wanangu, nilikuwa nakuomba umuombe msamaha mkeo, yaishe. Itapendeza sana, hata mimi pia nitafurahi. Sawa mama, shukuru kwanza kwa kuweza kurejesha ndoa yetu. Pia nashukuru sana kwa ushauri wako mamangu. Naamini bila hata wewe sidhani kama ningerudiana na mke wangu siku ya leo hii. Kwa sina kikubwa zaidi cha kuongea mamangu, natoa shukrani zangu za dhati mno. Na pia mama, nakuahidi ni kweli makosa yamejitokea kibinadamu, japo hayana ukweli, na mke wangu akunipatia nafasi ya kujieleza. Hizo picha sio za ukweli kabisa, kama alivyokueleza ule ni mchezo uliochezwa na mfanyakazi wenzangu. Ila tu mamangu, mimi nashukuru sana kwa kurejesha furaha yetu na kuunganisha familia yetu kurudiana tena. Sawa mama, nimekuelewa. Hamna shida. Sasa mama, kwa nini usikie siku 2-3 hapa, siku 2-3, hata wiki moja zendo kaondoka? Sababu umekuja tu leo afu ufumea ondoke leo. Kweli kabisa mama, kweli kabisa. Sasa basi, mimi naomba siku 2 hizi niende nikarekebishe mambo fulani nyumbani. Nikija nitakaa mwezi huu mpaka mtanichoka wanangu. Mama, ya kweli hayo? Wewe kabisa wewe uje huko mwezi mzima. Labda. Kweli kabisa. Naomba tu ruhusa yenu wanangu. Nashukuru hili swala kwa sababu Mungu amesaidia, limeisha. Nikimwona tena yani natamani kusema Dada vipi? Ina maana ulikuwa hautuoni? Unapitaje unapalamia watu? Nikimwona tena yani natamani kusema ashajua nampenda na ndo maana namganda. Ashajua nampenda na ndo maana nami mapenzi napenda mapenzi. Ukitaka mapenzi nitakupa mapenzi. Nami mapenzi napenda mapenzi. Ukitaka mapenzi nitakupa mapenzi. Na najua mnavisa na ndo maana nampenda na najua meseji mnatuma na ndo maana nampenda
na tutaoana mapenzi mwenene, sababu miwe tumeshapatana na tutaoana mapenzi mwenene. Nakuita sweetie, mtamtam kwenye moyo wako mina kamkam,